Kwa hiyo sasa inatakiwa mtu anapopiga bench pale bwana hivi hapa sijaelewa, yeye anajielewaje? Anauliza swali. Kwa kuwa mle kanisani kuna watu wenye Roho Mtakatifu wengi. Sio lazima lile swali ulijibu wewe. Inawezekana kama mtu mwingine ana hekima ya ukuzidi wewe akajibu lile swali na mtu akapata majibu akatoka ameelewa. Sio lazima ujibu wewe tu hapana. Hebu kanisa lipe nafasi lijibu maswali. Sawa. Leo ukiwa mchungaji umetoka chuoni na maana kanisa zima ni mafala, mjanja ni wewe tu. Unaona unaota ndoto wewe, unaona maono wewe, unatoa unabii wewe. Yaani manake kila kazi unafanya wewe kwa sababu tu kigezo kwamba umesomea hayo mambo na manake ni sawa kusema sasa kwa sababu wewe umesoma ule uwepo wa kiungu unaondoka unakuja wewe ndio kama mkamilifu kuliko watu wote. Wote wa kuangalia kanisa wewe ndio yani hata kama mtu mwingine akijibu swali mtu mwingine hajajibiwa na mchungaji bado hajalizika kwa sababu mchungaji ametoka chuoni au hujaenda chuoni. Mchungaji katoka chuoni kweli. Kwa jibu lako tu atapokea lakini kwa shingo upande lakini yeye kulivika majibu mpaka aende akamuulize mchungaji wake. Sawa. Lakini Yesu Paulo anasema kwamba tumepewa kufahamu kwa sehemu. Ndio. Basi tufaidiane kwa kupitia kalama hizi kwa kila mtu aliyejaliwa. Sawa. Sasa hapo kuna maana nasema kwa Biblia mfundishane na kuonyana. Mchungaji na yeye humo mnaonyana naye humo. Ndio. Kwamba sio kwamba yeye awe tu yeye tu hapana. Watu huo tu ni mfumo wa kimadhehebu, lakini kanisa la Mungu ni utaratibu kabisa kwamba mtu asipoelewa lazima aende nyumbani ameelewa. Na ndio maana ya kuja kwenye kusanyiko ajue yale ambayo alikuwa hayajui. Ndio hivyo watu wanapomwambia leo Jumatano ndio msaidia nini? Sawa. Lakini nikwambia yani lazima zebu yote. Ni hivyo tu pote. Sasa huu mfumo unabadilishwaje? Kwa sababu ni mfumo ambao hata kama leo mtu akija akija mpya na maono mapya lakini bado utajikuta ameingia kwenye mifumo ile ambayo alikuwa anaikosoa hata yeye mwenyewe mwanzoni. Mifumo ile ambayo inatenda yale ambayo wengi yaliwafanya wakaanzisha makanisa yao au wakaanzisha mafundisho yao, lakini watakapobobea wanarudi kule. Sasa hii itakuwa hivi mpaka lini sasa? Hiyo umesema kweli. Huyu anakuwa haliziki na ule mfumo alipo. Ndio. Lakini akianzisha imani na yeye kama mwalimu mwingine lakini anapokwenda kuishia kule mtu.